Zinawaka. Watu kenda. Unajua? Oh. Kama mambo haya mimi nitagaili. Usijahili, ndio mali hayo. Sasa tunaweza kwenda kupumzika, lakini tukumbuke kesho asubuhi ni ibada. Sawa? Nimejaribu kuomba eneo la kufanyia ibada. Nafikiri imekuwa changamoto, lakini sisi tutafanya ibada hata hapa nyumbani kwetu, mahali ambapo tumepanga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Mimi nawatakieni usiku mwema. Usiku mwema. Asante sana. Mama mchungaji, nafikiri najisi kama jasho, kanifanyie mpango wa maji kidogo ili nioge nikapumzike. Karibu sana mchungaji. Asante. Hapa ndo nyumbani. Karibu. Haya, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habari ya uzima? Safi. Mlisema ana shida gani? Huyu jana aliondoka na mama huko shambani. Katika kurudi huyu binti walikuwa amebeba kuni. Akawa anasikia tu mama anagumia huyu binti. Alipoenda kumwangalia amekuta mguuni damu zinatiririka. Sawa, sasa ngoja niwaambieni kitu kimoja. Ndio. Kwenye maisha ya mwanadamu ukimtegemea Mungu, hakuna jambo gumu ambalo Mungu anaweza kushindwa kulitekeleza. Na imeandikwa kila mtumainie Bwana ana heri. Ukimwamini Mungu, hakuna jambo gumu litakalokupata. Amina. Amina. Na imeandikwa amelaaniwa mtu yule mtumainie mwanadamu kuwa kinga yake na moyo wake ukamwacha Bwana. Kwa maana Mungu ndo anapaswa kutumainiwa. Inawezekana mmeenda kwa waganga, mmeshindwa, kwa matabibu wameshindikana. Ila huyu Kristo Yesu ni Mungu ambaye mimi namwabudu. Nafikiri hili kwake ni jepesi. Ndiyo. Ukiamini tu inawezekana. Tuombe. Macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kwa mamlaka jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai, Baba, tazama wewe ni Mungu, tena ni Mungu wa wote wenye mwili, na ni Mungu sio shindwa, kwa maana hakuna jambo gumu la kukushinda wewe. Namkabidhi mikononi mwako Veronica. Namkabidhi mikononi mwako Veronica katika jina la Yesu. Mungu, kuanzia sasa na kwenda kinyume na kile falme ya giza, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai, na agiza kuanzia sasa na uteka nyara falme wa giza, na teka nyara falme ya giza, na iteka nyara kuzimu ya bahari, kuzimu ya anga, kuzimu ya nchi, katika jina la Yesu. Malkia wa anga na kuteka nyara, malkia wa nchi na kuteka nyara, malkia wa bahari na kuteka nyara, katika jina la Yesu. Nafanya vita na utawala wa giza kwa mamlaka jina la Yesu. Nasambaza moto kwenye misitu, nasambaza moto kwenye mashamba. Anaitwa nani? Veronica. Kwa jina la Yesu. Nasambaza moto kwenye mitungi, nasambaza moto kila mahali kwa jina la Yesu. Namtaka Veronica mahali alipo kwa jina la Yesu. Na agiza, nasambaza moto, fire, 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 fire kwa jina la Yesu. Veronica, njoo mahali ulipo. Njoo, naitaka nafsi ya Veronica. Naitaka nafsi ya Veronica. Njoo Veronica mahali ulipo. Njoo Veronica mahali ulipo. Njoo Veronica kwa jina la Yesu. Njoo Veronica, njoo Veronica, njoo. Yes, njoo. Nasambaza moto, na utoma msitu moto, na utoma msitu moto, na watawanyisha mateka wote, na wasambaratisha mateka wote kwa jina la Yesu. Abuka.
Binti unaitwa nani? Naitwa Veronica. Unaitwa Veronica? Ndio. Veronica. Unakumbuka ulikuwa wapi? Ndio. Ulikuwa wapi? Nilikuwa kule kwenye msitu kule. Kwenye msitu? Ndio kumechaka chaka mnafungana ndio uko hapa. Sikuwepo peke yangu, nilikuwa na mwenzangu. Wenzako unajua wako wapi sasa hivi? Katika kimbia, sijajua alikimbilia wapi. Yes. Sawa. Sasa huyu Yesu amekuwa mkombozi kwenye maisha yako. Na usiache kumtumikia kwa sababu ndio amekufanya uwe katika hali hiyo. Mama, huyu alishachukuliwa. Hicho ambacho mlikiona kilichokamkuta huyu ilikuwa sio kitu cha kawaida. Ndio. Nyinyi mlikuwa mnasema mnaishi na Veronica, lakini Veronica hakuwepo. Kwa maana Veronica alishachukuliwa. Binadamu ameumbwa kwenye vipande hivi. Veronica Oji aliondoka, ikabaki kopi. Ila sasa Veronica mwenyewe amesharudi. Pigie Yesu makofi. Asante Yesu. Sasa hebu nyosha huo mguu ambao amekung'ata. Baba, katika jina la Yesu, kwa maana imeandikwa katika Torati, karibia vitu vyote usafishwe kwa damu, pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Na itumia damu yako takatifu iliyomwagika pale Calvary na usafisha mguu wa Veronica kuanzia sasa, na uondoa uvimbe katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, sumu yote na inyonya kupitia damu yako katika jina la Yesu. Mama amepona. Nimepona. Asante. Sasa mchungaji, Ndio. nataka niulize kitu kimoja. Ndio. Hivi ukitaka kuokoka, hivi inabidi utoe shilingi ngapi ili uokoke? Hakuna hata gharama yoyote. Hakuna hata ada yoyote. Ni kuamua tu kwamba sasa unataka kumpokea Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni hivyo tu. Na usichokijua ni kwamba Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu aje kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ukiamini kumkiri Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, naamini mbinguni sio ombi, ni lazima. Nafikiri Mungu awabariki. Nafikiri utakapokuwa na changamoto yoyote utakuja kuniambia. Sawa, asante. Asante. Karibu sana nyumbani kwetu. Amina, amina. Hapa ndio nyumbani kwetu. Ukihitaji muda wote. Amina. Karibu sana. Amina. Yesu toka Veronica, pamoja. shika salama. Yesu amekuokoa. Tunashukuru sana mchungaji. Amina, amina. Usiwe na shaka. Usiwe na shaka. Uwe na amani. Ninafikiri kwamba wacha mimi niende kuna mahali fulani na mpitia kwa yangu mmoja. Nafikiri jioni nitaotembea. Haya, karibu sana. Haya, amina. Haya. Oh mama. Anapitia wapi huyu? Sio anakupitia wapi? Mbona mlango hakuna? Hamna. Na kwaje sehemu hii? Sasa tukija nini? Wewe ndio kunoka wewe ndio unasema tutoka jaribu mchungaji. We kijana, hivi ni kazi gani ambayo unaifanya wewe? Unaacha kufanya kazi, unafanya kazi ya kutembea usiku. Wenzako tunalala, wewe unafanya kazi ya kukesha usiku. Unapata faida gani? Wewe bibi,
na wewe unashindwa kazi ya kufanya. Huna kabisa kazi ya kufanya. Ni bibi ambao sasa hivi inahitaji utulie nyumbani, ule matunda ya wanao. Leo unakuja unatembea usiku. Samahani mchungaji. Tusamehe mchungaji, hatutarudia tena. Ngoja niwaambieni kitu. Biblia inasema neno la Mungu ni kweli, na ukijua kweli na kuweka huru. Wacha niwaambieni kweli ya Mungu. Ndio. Ni wakati wa kumtumikia Mungu, sio wakati wa kumtumikia shetani. Huyo bosi wenu ambaye mnamtumikia, na ndio yeye alimwasi Mungu akafukuzwa kwenye ufalme wake na akatupwa hata pande za mwisho kabisa kuzimu. Ni wakati wa kugeuka na kuitengeneza njia yenu. Sijui mnanielewa? Sawa mchungaji. Tumikieni Mungu, na Biblia inasema nuru na giza vichangamani. Mimi ni nuru na nyinyi ni giza. Sawa mchungaji, hatutarudia tena. Tusamehe, tunajua tumekosa. Okay. Sasa nawapeni sharti moja. Ndio. Kwa sababu mmesema ni wasamehe, ila msiache kuwatangazia hao wenzenu kwamba twende tena kwa mchungaji, kuna mavuno. Safari nyingine mtakufa. Mungu wangu mimi ni mkuu kuliko Mungu wenu. Sawa mchungaji. Silaha yoyote itakayofanyika juu yangu ikafanikiwa. Sawa tunaelewa. Sawa. Sawa mchungaji. Nikuuliza swali mchungaji. Tumefika, tulikuwa tuone mlango ukipitia wapi? Ni mkuu kuliko vyote duniani. Mungu wangu mimi anaweza, kwa maana yeye ni Alfa na Omega. Yeye ni mwanzo na mwisho. Fire! Haya, kajipange tena upya. Njooni, mtakachokikuta bosi wenu ndo atasema. Chikweti safi? Safi. Chikweti safi sana? Safi. Kuanzia saa hizi tunamkaribisha mwenyekiti atufungulie kikao chetu. Wananchi safi? Safi. Chikweti safi? Safi. Mkutano, nashukuru kwa sababu mkutano wetu wa leo tumehudhuria, mahudhurio ni mazuri. Bila kupoteza muda, mkutano wetu nimeufungua. Moja kwa moja nitaenda kwenye mada ambayo imetuleta kwenye mkutano wetu. Mada ambayo imetuleta kwenye mkutano wetu, hapa kijijini tumeingiwa na janga. Pana joka mkubwa ambaye anatusumbua. Anawang'ata wabinti, anawang'ata wakaka, anawang'ata wazee. Watu wanahangaika huku na huku kwenda kuwapa tiba mahospitalini, waganga wa kienyeji, lakini inashindikana kabisa. Sasa nimepata taarifa kutoka kwa mwenyekiti wa kitongoji kwamba kitongojini kwake kuna binti aling'atwa na nyoka. Badala ya kung'atwa na nyoka, wale wazazi wa yule binti wakaenda kwa mchungaji. Mchungaji akaenda akafanya maombi kwenye ile nyumba, akampa maombi yule binti. Yule binti amepona, na wengi tu yule mchungaji anawapa misaada, anawapa maombi, wanapona. Yule mchungaji aliomba eneo, lakini kuna baadhi ya wazee walimkatalia. Sasa mimi kama mwenyekiti nimeona si vema, kwa sababu yule ni msaada mkubwa kwetu. Anatusaidia kutupa maombi, kutupa misaada aina mbalimbali. Tukakaa na viongozi, tukaona vizuri yule mchungaji tumpatie eneo la kujenga kanisa.